Hii ni picha ya kamera za CCTV ikimwonyesha mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda akiwa ameambatana na baadhi ya askari wa jeshi la polisi wenye silaha wakiingia katika kituo cha utangazaji Clouds Media Group. Kwa mujibu wa uongozi wa Clouds Media Group, uvamizi huo ulilenga kushinikiza kituo hicho kurushwa kipindi kinacholenga kumdhalilisha askofu wa kanisa la Ufufuo na Uzima Josephat Gwajima pasipo kutoa nafasi kwa mlalamikiwa kujitetea kinyume na kanuni za tasnia ya habari. Mapema leo waziri wa habari Nape Nnauye ameambatana na watendaji wa TCRA, umoja wa wamiliki wa vyombo vya habari MOAT, na wadau wa habari kulaani kitendo hicho. Kwanza tunalaani kilichotokea kwa nguvu kubwa. Kama kilichoelezwa ndicho kilichotokea, serikali kwa nguvu kubwa tunalaani jambo hili kwa sababu halifai na wala halipaswi kutokea kwenye nchi ambayo imesaini mikataba mbalimbali ya kimataifa juu ya uhuru wa vyombo vya habari, kwenye nchi ambayo katiba yake, sheria zake zinataka uhuru wa vyombo vya habari ulindwe, na kwenye nchi ambayo imekuwa na historia ya kuheshimika na kutukuka duniani ya kutoa uhuru kwa vyombo vya habari. Hichi kilichofanyika ni kunajisi uhuru wa vyombo vya habari katika nchi yetu. Sisi tasnia ya habari tuna kilani kwa nguvu zetu zote. Na Mheshimiwa Waziri, ningesema kwa tasnia ya habari itatumia nguvu zake zote kulinda uhuru wetu ambao umetupigania kwa muda mrefu pia. Hatutachoka, tutapigana. Lakini sio kwa bunduki, wala kwa mkuki, wala kwa kisu, lakini kwa njia ya kiungwana. Tayari serikali imeunda tume ya watu 5 kumchunguza Makonda ndani ya saa 24 kisha wizara kuchukua hatua. Nimeunda timu ya watu 5 ambao baada ya hapa watafanya kazi kwa masaa 24. Baada ya masaa hayo 24 wataleta ripoti wizarani kunishauri waziri hatua sasa za kuchukua. Kwa sababu tumepata ya upande mmoja, tunataka tupate na upande wa mkuu wa mkoa na watu wake, ili tujue kwa nini wamefanya walichokifanya, maelezo yao ni nini, kabla hatujachukua hatua. Kamati ya bunge ya huduma za jamii ni miongoni mwa wadau waliokerwa na kitendo hicho, ambapo mapema mchana wa leo kwa pamoja ikaamua kutembelea ofisi za Clouds Media kutoa pole. Alichofanya mkuu wa mkoa kwa namna yoyote ile ni utumizi mbaya wa madaraka. Ni kutumia vibaya madaraka aliyopewa. Na si kama kamati tunasubiri serikali imechukua kuna utaratibu, imeunda kamati, wakishamaliza ripoti yao wataileta kwetu. Tutatoa maoni yetu na sisi tutashauri baada ya kupata ripoti ya hiyo kamati. Hichi kitendo tunakilaani wote. Mimi kama waziri kivuli pia nakilaani. Na kwa kweli yani sijui hata nifanyaje, sijui yani unashindwa kuelewa hii nchi sasa hivi inakwenda wapi. Kufuatia tukio hilo lililozua taharuki kubwa kwa wadau wa tasnia ya habari na wafanyakazi wa Clouds Media Group, uongozi wa kituo hicho kikubwa cha utangazaji nchini kimetoa tamko linaloonyesha msimamo wake. Kama yeye ataona kwamba kweli alikosea na akatuomba radhi, kwa nini asiwe rafiki? Hakuna binadamu ambaye ni msafi kwa 100%, lakini inabidi akiri kwamba kitendo kilichofanyika kilikuwa kitendo sahihi. Na sisi tusingefika hapa kama kweli angefanya, kwa sababu ana nafasi kabisa ya kuongea na sisi moja kwa moja. Kwa hiyo kisingefanyika kitendo kile. Kwa hiyo kama ataomba radhi, hatuna sababu ya kutokuwa rafiki. Kweli mkuu wa mkoa alikuja akiwa na maaskari takriban 6 wakiwa wamebeba silaha, wachache wakiwa wamevaa nguo za polisi, wengine wamevaa nguo za kijeshi. Hiyo ndio picha pana halisi. Mapema asubuhi ya leo akizungumza kwenye kipindi cha Clouds 360 cha Clouds TV, mkurugenzi wa vipindi na uzalishaji wa Clouds Ruge Mutahaba alisema, kwa mara ya kwanza Makonda anatuvujia heshima. Sisi kama rafiki zake tulifanya naye kazi vizuri tangu akiwa mkuu wa wilaya. Sisi kama chombo cha habari lazima tujenge heshima kutoa habari zenye uwiano. Lazima tuheshimu taasisi yetu. Naomba niweke wazi, hatuwezi kumwacha mtu atupande kichwani. Hii ni dharau kwangu, nasimamia watu 200, usinidharau,
alisema Ruge. Kamati iliyoundwa na Waziri Nape inatarajiwa kukamilisha kazi kesho kabla ya mchana kuwekwa wazi kwa Watanzania. Hii si mara ya kwanza kwa mkuu huyo wa mkoa kukumbwa na malalamiko ya aidha kudhalilisha wanahabari au kutoa maneno ya kashfa kwa tasnia ya habari, na mara zote amekuwa akifumbiwa macho na wanatasnia.